Yes, basi hii sasa ndo picha safi wanaita Detective Gao Fei, wanaita Unforgettable Revenge. Sasa wanangu Detective imenikaa sana. Hiyo picha ni balaa. Wewe kama waje kuionaga itafutaje. Dude moja hatari sana, Detective Gao Fei. Usikose. Itafute tu. Lakini hapo anaita Unforgettable ambayo tulipigiwa promo huko. Na sasa tunakwenda kuanza rasmi kabisa katika episode ya kwanza. Uko na kipenzi cha wadau. Twende sambamba tukafahamu inakwaje. Bwana, twende sambamba. Nikukaribisha sasa tukamshe popo katika story moja bombastic sana hii hapa. Episode ya kwanza ya mashine safi ya kusisimua. Yes, hapa hii. Ni katika episode ya kwanza. Ni usiku mmoja wenye maradi na mvua. Meta za kutosha. Lakini siku kuna mtu mmoja alikuwa anamuita bwana Kaolia. Hiyo siku ilikuwa ni siku yake burudani sana, na kula mambo tu. Sasa mheshimiwa ghafla sauti zinazosikika nje sio za kawaida. Nani? Mheshimiwa, mna kitu bwana, tuendelee. Oho, mara imevunjwa kibakuli huko nje. Wewe nani? Hii sauti sio kawaida inayosikika huko. Bwana mkubwa anamuita bwana Kao. Ni kiongozi mmoja ambaye alikuwaga ni msaliti. Yeye alikuwaga ni wa Kichina, lakini mwisho wa siku kiongozi nasemekana ni msaliti mkubwa sana, na anafanya kazi na Wajapani kwenye mikataba ya mambo ya kibenki na mambo ya hapa na pale. Kumbuka ni kiongozi wa Kichina mzuri tu, lakini ni msaliti. Sasa ghafla anahisi kuna uvamizi umeingia maeneo yake. Hangaika kujaribu kuweza kukagua nani. Nani? Sasa nakuta upande wa pili. Anaenda kufungua mlango. Cheki walinzi wake. Walishauawa kitambo tu. Walinzi wameuawa. Ni nani huyo ambaye aliweza kufanya hii kazi? Ghafla tunaona kivuli cha kofia kwa nyuma. Ni mwanzo wa picha inaita Unforgettable. Ni mashine moja hatari sana. Ila anageuka. Piga risasi namna hiyo. Hakuna mtu, ni wenge. Aise. Kapita kama upepo. Ni nani sasa? Abidi kutoka nje, shangaa walinzi wanatoka gorofa ya juu wanashuka chini. Kibo. Afana leke. Leo ukiongoza na mwita bwana Kaolia. Ametembelewa na mtu mmoja hatari sana, yuko kwa nyuma namna hii. Ameficha sura yake na kitambaa chekundu. Sasa lawama zake ama za huyu mwamba. Huyu mwamba ni nani? Yupo kwa ajili ya kuweza kumwangamiza huyu mwanaharamu ambaye anasemekana ni msaliti. Geuza pipe namna hiyo. Wewe mtu akaja speed ya hatari. Kapita na shingo. Inasemekana huyu mtu alikuwa anazidi kuliteketeza jeshi la China, jeshi la Japani taratibu. Katika mtu ambaye alikuwa akifanya kazi yake kwa siri zaidi ya miaka. Yani toka jeshi la Japani liingie katika maeneo, yeye kila siku ilikuwa ni shughuli yake hiyo. Japani alihangaika, yani Mjapani alihangaika kumtafuta huyu mtu ni nani. Ilikuwa ni ngumu sana kuweza kumpata huyu mtu. Je, ni nani? Kapteni, inasemekana bwana mkubwa anamuita bwana Kaolia na yeye ameweza kufariki tayari. Leo tunakutana na bwana general wa Kijapani wanamuita Takeda. Shauzuo. Takeda Shauzuo. Anapewa taarifa mbovu na ya kusikitisha mno. Inasemekana tulikuwa tuna wasiwasi naye mtu anamuita Ding Zhang. Nadhani huyu ndio akumfuatilia vizuri. Sasa mheshimiwa, inabidi uweze kuwa mwangalifu katika hili. Inabidi twende katika hayo mazingira. Tufuatilie kwa umakini. Nina imani naye. Hakuna shida mheshimiwa. Nitafanya kwa uangalifu mkubwa katika hayo maeneo. Nitachunguza
kuna mtu anawasumbua wa Japani kinyama. Huyo mtu ni nani? Ana wasiwasi mkubwa na mtu mmoja anamuita Bwana Dangzong. Huyu ndo anaitwa Ding Dangzong. Inasemekana ni kiongozi mmoja wa jengo moja kubwa sana katika maeneo. Ili jengo lilikuwa linaongozwa na mwanamama mmoja anamuita Su Hongling. Huyu mama alikuwa na vijana wake sambamba na mtoto wake huyu hapa mmoja ambaye anaitwa Bwana Ding Dangzong, ambaye anasemekana wa Japani wanamuhisi huyu mtu itakuwa ni mmoja kati ya watu ambao wanafanya yale matukio ya hatari ya Kijapani. Sasa tuko hapa kwa ajili ya upelelezi ya mambo ya hapa na pale, kwa sababu tayari limeshatokea tukio kubwa la bwana mkubwa anamuita Bwana Cao Liang. Ameweza kuuawa na wasiwasi mkubwa. Tuna imani kwamba katika kota hii ndio mnamuhifadhi adui. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya upelelezi. Mheshimiwa, tafadhali. Inamaanisha kwamba hukuona pote pa kusachi mpaka uweze kufika hapa. Sisi hakuna mtu ambaye anaweza kutumia hiyo kitu. Ni panga moja hatari. Ikipita katika shingo ni mashine. Ewe, majeshi yako hapa. Hili ni jeshi la China, kumbuka linatawaliwa na Mjapani tayari. Kwa hiyo liko chini ya usimamizi wa Kijapani. Wanatumikishwa na Wajapani. Lakini Mjapani tayari ameshatuma spy wake ambaye ni chali mmoja anamuita Ishimura, ambaye anatakiwa kuja kukagua kwa umakini na kuweza kujua jinsi gani ya kuweza kuingia hii kambi. Sasa hii kambi inaingilika vipi ghafla? Na mtu anaonekana anakuja ni mwanamama mmoja. Ni bibi mzee, ukimwona ni mtu mkubwa, lakini ubibi anaogopeka kinyama. Anakuja namna hii katika mazingira. Huyo sasa ndo kiongozi wa hili jeshi. Huyu mama anamuita Su Hongling. Su Hongling. Huyu mama ametegesha kombola, yani kambi yote hiyo. Ukiingia ana switch yake tu ameweka maalum, anabonyeza kama kufa ameshajitolea muanga. Watakufa wote na Wajapani. Lakini hawataweza kumngoa hapa. Hapa ndipo Wajapani wanapambana kuweza kupatoa. Asa wanashangaa tu unakuta watu ghafla kuweza kuja kutuharibia, kwa sababu tuna sherehe kubwa ambayo tunaweza kwenda. Sasa mheshimiwa, tafadhali. Wana sherehe kubwa nasemekana iko hapa. Wanataka kuweza kuiandaa. Lakini leo kuna kiongozi mmoja ambaye alikuwa anaonekana anakuja kuingia katika maeneo, anamuita Bwana Tazuo. Huyu alikuwa anakaribishwa katika huu mji kwa ajili ya kuja kukamilisha mipango yake. Majeshi yaliingia kwa ajili ya upelelezi zaidi. Ndinga inafika katika maeneo. Anakuja bwana mkubwa wanamuita Bwana Tazuo. Anatoa saluti namna hii kwa sababu ni mkubwa wake. Tazuo ni mkubwa kuliko hata bwana mkubwa wanamuita Bwana Takade. Takeda. Jina ya Kijapani nimeweza kutukana huko. Haya. Anasema nadhani nimekuja hapa kwa ajili ya kuhakikisha kama mipango yote inakwenda sawa, kwa sababu nasikia bado hamjafanikiwa kuweza kumkamata mhusika. Sema basi hakuna shida. Karibu ndani kiongozi. Wakati huko watu wanakuja kwa ajili ya kuweza kufanya upelelezi zaidi, kwa sababu wana adui wao. Adui yupo anasumbua mno na inasemekana yupo katika haya mazingira. Anasema vipi? Mmefikia wapi sasa? Maana kila siku tunapoteza viongozi wakubwa. Sasa mheshimiwa, bado tunapo katika upelelezi. Tuna wasiwasi katika jengo la bwana mkuu la yule mwanamama anamuita Bwana Su Hong. Kwa nini mjenda kulivamia wakati wote? Wanataka kwenda kulivamia. Unalivamiaje mambo ya jengo limewekwa kombora za kutosha? Hakisheni mnamkamata adui ndani ya siku 10. Kila kitu kimeshaenda kiwe poa. Yani kila kitu kinatakiwa kiwe poa. Na huyo mtu anamuita Ding ambaye mna wasiwasi naye, mkamateni. Wanamuita Ding Daozong. Ding Daozong. Basi bwana askari kuingia kufanya searching. Walialibu vya kutosha, lakini kulikuwa kuna maandalizi. Inaonekana kuna maandalizi ya sherehe ya harusi katika maeneo. Wao wamekuja na wanaanza kuvuruga namna hii kwa ajili ya upelelezi maalum kumtafuta mtu ambaye anatumia panga moja hatari sana. Huyo mtu ni hatari, anawatembezea Wajapani mbaya. Ni yule ambaye anavaa kitambaa chekundu. Huyo ni nani? Hatujamfahamu, lakini anahisiwa kwamba yuko hapa. Basi bwana, anasema kiongozi tumetuma baadhi ya watu. Sasa
hadi sasa mnatakiwa, yani ikiwezekana mumkamate kwanza huyu bwana, wanamuita bwana Ding. Alafu mambo mengine yatafuata baada ya yeye kuhojiwa. Sawa? Asema ndio kiongozi. Japokuwa ni swala gumu, lakini tumetuma makapteni ambao na imani wapo kwa uangalifu mkubwa. Lakini pia bwana mkubwa Ishimura nimemtuma kwa anafanya upelelezi. Kila kitu kitakuwa sawa. Huyu anamuita Ishimura, inasemekana Mjapani huyu hapa wa nyuma. Huyu ni spy ambaye ametumwa kwa ajili ya kuja kufanya upelelezi wake wa siri, kusoma vizuri kabisa ingome. Ingome inatakiwa kukamatwa, lakini bado ni ngumu kuingia katika mikono ya Kijapani. Mama ameikamata barabara, ana vijana wa kazi, vijana wako vizuri. Basi bwana aliwatoroka wale askari na akawepo nyuma kwa ajili ya kuweza kusoma ramani vizuri kabisa. Kana anajaribu kuchora michoro, kujua jinsi gani kuweza kuingia na kutoka katika mazingira. Sasa bwana mkubwa anamuita bwana Ding. Hamna tatizo lolote, hakuna mtu ambaye anatumia upanga ambao nyinyi mnaofikiria hapa. Sisi tuko na vijana wetu, tena hakuna shida. Yaani katika mazingira yetu kuna amani. Anasema kiongozi wa jeshi la Kijapani ndio ambaye ametutuma sisi kwa ajili ya kuja kufanya uchunguzi. Ana wasiwasi mkubwa. Eti kweli umeshawahi kusikia habari kama hizi? Maana bwana mkubwa anaonekana ana wasiwasi mkubwa na bwana Ding. Na hata hivyo istoshe, kwa nini ukaje na askari namna hii kwa ajili ya kuvuruga katika mazingira yetu? Na vipi kuhusu huyo, mbona anaonekana kama sio sura ya Kichina? Mtoeni kwanza huyo. Mheshimiwa, yeye ni mmoja wetu, ni kijana wangu wa siku mingi sana. Asema hapana, tuamini katika hilo. Unaweza kukuta kwamba unaingiza wa Japani kwa siri hapa. Siruhusu hilo. Akisogea mtu aina tunampiga risasi. Kamata! Mbavu. Kakokiwa mashine gani? Takiwa kukamatwa mhusika. Anasemekana kuna mtu ambaye anaonekana ana sura ya Kijapani. Amesanukiwa. Huko bwana mkubwa kichwa bado kinauma. Hakuna jibu ambalo linakuja. Sasa mheshimiwa, au tukavamie nini? Asema okay, sawa. Sijaja hapa kwa ajili ya vita. Endapo tukigundua kama sio Mjapani, asema na tukigundua kama Mjapani tutavuruga kabisa lije. Haya, mkamateni vizuri huyo. Umbavu. Tuleteo denguzi hapa. Bila kukamatwa mwanaume. Huyo anaishia kama ni Mjapani. Kuja kwa ajili ya upelelezi. Hemu kumsachi vizuri. Ana kinini ambacho anakifanya hapa. Parapasta kwenye maniaje huko. Oya. Pata kakitabu kidogo. Kukagua namna hii. Inamaanisha ulikuwa unachora mchoro wa mazingira yetu? Ndio? Inamaanisha huu ni msaliti. Wewe tuambie nani aliyekutuma kufanya kazi? Mbavu nitamua sasa hivi. Sema ukweli. Mheshimiwa, hapana. Usubutu kufanya hivyo. Sema ukweli. Kama toa bastore kapigwa juu. Kuna mzozano kati ya bwana mkubwa na muita bwana Ding Daizong. Anataka kumpiga risasi huyu nguni bwana Ishimura. Sasa bwana mkubwa huyu, kumbuka alitengeneza undugu na ni Mchina pia. Huyu bwana hapa askari. Na ana undugu mkubwa, yani ana ukaribu mkubwa na hii ngome. Kwa hiyo hakuna shida. Sasa ni kujaribu kuweza kumtetea. Asema okay, hemu acha kwanza. Hakuna haja kufanya vurugu, achana naye. Umbavu. Sasa mama kacheka. Asema hauhitajiki kuja tena katika mazingira. Naonya tena mara nyingine. Sawa, nakupa ruhusa kuondoka, lakini sitaki urudi hapa tena. Sina ugomvi na mtu aina yote. Na sihitaji ugomvi na mtu wa aina yote. Niko tayari kumwaga damu yangu kuweza kutetea maisha ya watu wangu. Na kuonya tena. Ukikuona, yani sura yako nikiona hapa naua. Yani sura ikionekana hapa hii ya bwana Ishimura anakufa. Mjapani pia ana silaha nyingi sana, alafu pia silaha nzito. Hebu tokeni. Mbao unamuinamia na mia nani hapa? Wakapata msamaha bwana. Inabidi waweze kwenda. Nyuma geuka. Onga mbele, pumbavu. Bwana kapteni bwana, hali yake ikawa ni ngumu sana.
Hasa pumbavu kabisa huyo. Tukiachana na hayo, upande wa pili tunakutana na fundi kinyozi. Inasemekana ndo mafundi original wale ambao sio waongo. Leo ndo tunakutana na ule unaambia ni wale mafundi ambao sio wadanganyifu bwana vinyozi bwana. Unamlipa na kunyoa maisha yanaendelea. Laoha, mheshimiwa. Nadhani iko poa. Sasa imetokelezea, yani wewe ni professional zaidi ya professional. Ni hatari sana, unatembeza kiwembe vizuri katika shingo, yani katika shingo namna hii, yani katika zile ndevu. Ni bwana mkubwa anamuita bwana Sheng Liang. Unaweza kumuita Sheng Liang, huyu Charlie. Ndio styling kwa picha yetu. Ana picha nyingi sana. Kumbuka tushapiga katika Solo Legend. Na humo pia ni styling. Ni hatari, mashine moja ya hatari. Yani ndio superstar wa picha hii. Anasema kutokana na vijinsi unavyotembeza vile kiwembe inapendeza sana. Ghafla na mtu kumjini kakopuliwa. Tafadhali jamani mwizi. Amenikwapua. Mtu subiri hapo hapo. Subiri. Nilikaweza kumkamata huyo mwizi. Yes. Kuna kitana namna hii. Ya baba. Kama angalia. Binti mmoja anamkimbiza huyo mwizi. Vaa kofia namna yeye anaruka naye. Ala, ilikuwa ni bonga vuruga hapo kitana. Kamata. Asante sana. Ni wa kike lakini ni hatari. Bisha wewe. Wewe mpumbavu wewe. Unakwenda wapi? Anaruka namna ya kadakwa juu kwa juu. Kuja hapa. Sasa anaenda kukamata. Takwenda kamata vizuri. Vuna namna hii. Akajikuta sasa amevua kofia. Mtoto wa kike anamuita Zhang Qinyong. Mtoto wa kike anaitwa Zhang Qinyong. Basi kimbiza na wewe. Kimbiza mwizi. Akapita mtaa Masaki huko. Ghafla akampamia mzee mzima. Akamweka chini ya ulinzi namna hii. Akampamia mzee mzima, anamuita hii Shengling au anamuita Shengling. Mweka mtukata. Sema tulia kidogo. Wewe unataka? Bwana ni mwanzo tu. Kwa picha safi. Wanaita Unforgettable Revenge, ni kisasi kisicho saulika. Sasa inakuaje katika episodi inayofuata ambayo ni ya pili katika mashine safi sana hii hapa. Yes, huyo ndo mwamba anamuita Sheng Liang. Huyo anatumia blade ni nani? Na kuna mtu anatumia panga, ni hatari sana. Inasemekana Mjapani mwenyewe anahanya, anamtafuta kila sehemu na anahisi kwamba ni mzee mzima anamuita Ding Daozong. Inasemekana ndo huyo. Sasa sijajua ni kweli Ding Daozong ni mhusika, lakini inasemekana katika jengo la Ding Daozong ambao ni kambi kubwa ya mwanamama anamuita Su Hang Liu, kuna bonga ya sherehe ya harusi. Sasa sijui nani anaolewa. Mwanzo mwanangu, twende sambamba. Tari sana hii picha. Uko na kipenzi cha wadau, ondoa shaka, karibu sana.